Nani amekwambia ufue? Nani amekwambia ufue? Anti yako yuko wapi? Anti yako yuko wapi? Aisha! Aisha! Hebu njoo hapa. Utakuja niambia pamoja na anti yako. Yaani siku hizi wakupata kazi unafua tu, si ndio? Nilikwambiaje mambo ya kufua fua? Hajui kama ni mtoto mdogo. Aisha. Aisha. Nilikwambia nini kuhusu mtoto? Nilikwambia nini kuhusu mtoto? Kaka. Kaka nini? Hebu enuka. Na wewe toka hapo. Hakisha hizo nguo zinafuliwa hapo. Anti. Pole. Asante. Kitambo kusanisha kusahau. Kitambo. Naonyesha zongozi tatakata hizo, sawa? Mimi naondoka. Adije vipi kusuaisha? Maana jua nimekupeza kitambo karibia miaka miwili. Endeleaje sasa hivi? Aisha yuko poa lakini kwa kwao vile namuona kama yuko sawa. Yaani nisikabile sana tena sana. Hayuko sawa kivipi yani? Nyanyaswa. Aisha yuko vibaya tena, huyo ndio yapewa kazi yafanya mtoto wenyewe. Unajua ni Aisha yuko vipi kwani? Mbona tu sielewi yani? Aisha haoni. Mimi sijui hata ugonjwa ulikuja na wapi, na mimi najua Aisha alikuwa sawa. Nashangaa tu juzi ninaenda kwao na mwana Aisha haoni nini na nini. Tunamtembelea Sayama. Twaweza kwenda muona maana venye hizo bali mbaya sana. Sawa basi, tuongea sana, twendeni bwana. Aisha mambo. Poa. Kijana. Ndio sijui. Endeleaje na hali? Alikuwa wazima tu sijui nini. Mbona leo kuna nini? Karibuni basi. Wewe utakuja baadaye, sawa? Sawa. Mustafa. 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 Nataka kuchukua gani viti? Kwa hadi hii wenye huko. Mwenye mkwezi ngoma zote. Kaka nitafanyaje? Huyo kakako atajisikia. Kwa papa achana naye machana. Ataja kwa mwenyewe. Wote tutakupumzika. Na tuone kama ataja kutukana. Kwa hiyo kakako sana nyingine. Anti, hakuna viti. Baba alifungia kwenye chumba chake. Angalia hata kama ni mitungi wapatie wakae.
Sijui mtoka hapo lakini. Uzima sijui huko. Ndio vizuri, tumuombe Mungu tu sote. Nieleze ili kwaje hadi ukafika kwa hiyo hali. Ni kweli lakini dadangu siku moja nilipotoka kuamka kaka aliniwekea maji kaenda kuosha uso mpaka sasa hivi hali yangu bado sijaielewa. Hata sijui kitu gani kilitokea. Na yako kaka kweli kuna lengo zuri na wewe. Na ushe kitu kama uza kusolo swala kwa kujibu nini? Bado hata sijaanza kumuuliza chochote. Na wakati ndio nilikuwa sawa. Alikuwa anakuwekea maji ukienda ukiosha sura. Hapana. Na ni hiyo siku moja tu yenye alikuwekea. Ndio kawaida. Mshuku kakako. Kwa sababu siku zote ukiamka hakuwekei maji ukiosha sura. Siku hiyo ndo akakufanyia wema ndo akakupea. Wewe hata ufikiria hapo. Na tangu hiyo siku ameshinda wewe vizuri ama kuna vile na kutesa. Naona muone kwa kawaida na mambo na ushirikina hapa ndani. Bado hata sijamuona na mambo hayo. Sasa sijui uko nje kama ikoje. Na sio upange siku tu kwa mketishe umuulize kaka mbona mimi niko hivi. Na siku fulani hapo nilipokuja nikaosha na hii hali kaanza. Najua ushemuuliza swali kama hilo labda. Hapana. Mbona sasa? Sasa nitamuuliza vipi na mimi najua tu ni kakangu alimpatia maji nikaosha uso, labda ni mipango ya Mungu. Na ushajaribu kwenda kwa pasta, kwa ustadi kwenda ombea ama? Bado. Mbona sasa? Kweli lakini huaga kakangu hataki. Hataki. Angekuwa kupenda kweli, angekuwa amekuchukua, ambaye kwa ustadi kuombea ingekuwa ndio vizuri. Kwa hivyo ameshaenda alifanyisha kitendo. Basi tufanye tutaweza kukuchukua sisi tukakupeleka. Lakini kakangu asijue mkinichukua. Ni sawa basi. Tutapanga siku tu ndio kuchukua tukupeleke. Sawa basi. Sawa, tuamwamini sana ustadi. Tunaona tunaweza kusaidia hapo. Hata mimi nikipona nitakuwa vizuri sana. Na mama pesa ya chakula kabla hajaondoka kama ametoka tu. Katuachia hapo ndani. Na inatosha ama hayatutosha tu, asante. Anaambia tu lo kweli, ameacha pesa ama hajaacha? Kaacha hapo ndani. Ameacha. Mwapangia mwakula nini? Tutapika sima hapo. Nani ndio yupika? Taingia tu jikoni hivyo. Kwani hiyo? Unaweza pika kule? Naweza. Urongo. Na rafiki yangu kuna kitu. Na ushimkilisha huyo kakao kwa mwanamke mtoto kusoma elimu yake na kuuliza ndio hivyo tena sasa anaondoka. Pole sana. Jana usiku niliona text yako ukiniambia kwamba mambo kwako si mazuri. Simbona kwa mambo si mazuri. Sababu sasa hii hata sio nikueleze vipi. Yenyewe lakini vile nikueleza kwa text tayari hiyo inatosha. Unaona tokea mtu kule kule mzee nilipeleka. Ile dawa nilipewa kweli. Nikamwona akipa maji nilimpatia damu asubuhi au uso. Sasa nilitoka asubuhi nikampatia ile kikombe. Nilivyompatia kile kikombe walai tena aliosha uso akaanza kupiga kelele akasema haoni. Sasa kusema lo kweli mimi sasa sijui nifanye nini. Sasa sijui kama utasema tulikutana kwa yule mzee angalau pengine tunaweza pata tena msaada. Maana sasa sielewi, sijapata mafanikio yote yenye nilikuwa natarajia kutoka kwa yule mzee. Wenye nilikuwa nataka mimi siviona. Sasa nikuulize kitu. Niulize tu. Ile dawa ulipoweka kwa kikombe ulimpatia akunywe ama ulimpatia oshe uso? Sababu yule mzee alisema nimpatie maji asubuhi kabla hajaosha uso. Aende oshe uso. Hasa alivyoenda kule nyuma, sio ile nyumba yetu venye iko. Sasa kule nyuma alipokuwa osha uso akaanza kupiga kelele akasema kaka sioni. Sasa mimi kabidi nikimbie. Ile kufika pale sasa niko na pengine zile vitu zenye yule mzee alisema vitaonekana. So mimi niko na damu yasema haoni, kabidi mshike mkono mpeleke ndani. Mimi ndio nilifanya. Sasa sijui kama nilikosea ama sikukosea. Maana sasa alivyoniambia tu ukimuona anaanza kupiga kelele kwa chana.
Sasa mimi nilikuwa natarajia nitaona vitu vingine tofauti. Nilivyoniambia tu kwa haoni kabisa kushika mkono na mkono. Enyewe hapo kuna makosa ulifanya. Hata mimi nilipewa hiyo dawa hiyo na mimi nilifanikiwa. Kwa sababu ile dawa unapopewa ile wakati yenye unamwona ameosha, usipiga kelele, usimsaidie wala usishtuke. Lakini wewe ulishtuka ukamfuata mbio ukaenda ukamsaidia, ile kumsaidia ndio ulimponya pale. Sasa tutafanyaje? Sasa unajua pale kwa chama chetu pale, sasa kukurudisha tena yeye pale sio tatizo, lakini haya masharti venye uliyakosea, kuna adhabu ziko pale. Mimi niko tayari, hata kama ni adhabu yote mimi nitatumikia. Mwaka sasa nikiangalia miti nilikuwa natarajia kutoka pole mzee, mimi nilikuwa nataka tu nipate gari niwe na maisha mazuri. Sasa hizo ndio vitu zenye mimi nilikuwa natarajia kutoka pole mzee. Sina mambo mengine tofauti. Mwaka maisha yenyewe naona tayari pale ni ya shida. Tokea mamangu afariki na babangu afariki, tunapata shida. Alafu kiangalia yule mtoto wangu naye pia pale shida ni hizo ndio zinatokea. Sasa sijui kama watanisaidia. Mambo. Poa. Sawa bwana Frank. Mimi nakuchukulia kama ndugu yangu. Na pale kwa chama chetu watu tunajua kuna adhabu zingine zenye hautaziweza. Lakini wacha nitamvuta mkuu kwa upande wangu mimi. Niongee naye nijue tutakusaidia vipi. Okay, ni sawa mzee, mimi nitakuwa nimeshukuru venye utakuwa ushanifanyia, mimi nitashukuru zaidi ya hapo tena. Maana sasa nikiangalia maisha mzee ni maisha magumu sana. So nitashukuru sana kama tutakutana kuja kwa mzee tena. Ni sawa. Hiyo bacha kesho ama acha tusifanye kesho tu baadaye. Sasa nikitoka hapa sasa kama niita ameniambia kuna mistakes zimefanyika ndani ya chama. Sasa kuna mmoja sijui amefanya nini, lakini tukimaliza meeting pale. Sio ndio yangu, maana sasa sielewi. Ndio nimesikia hivyo kuna mmoja amefanya mistakes. Sijui kama ni hiyo yako, so nikifika pale nitajaribu kumvuta kando, niongee naye. Kuna kijana wangu nilikuja naye juzi, lakini kuna masharti amekosea. Nitashukuru sana. Tujue vile tutafanya mambo hapa. Sawa, asante mzee. Sawa, lakini next time vitu kama hizo kuwa makini sana, kwa sababu za kuumiza hadi wewe mwenyewe. Okay, sawa. Sawa. Naelekea hapa nyumbani. Endelea vizuri. Watoto kumbuka sunga la kuambia na jirani yangu alipata tatizo la macho bila mwenye kutarajia. Basi ndio nimekuja nao. Ngapi? Mwenye leo tatizo ni mmoja, kitu tumekuja nao, nimekuja na wenzangu. Sawa. Mgonjwa wangu ndo huyu umekuja naye. Huyu venye anaonekana alikuwa dini. Anaonekana saa hii tumuombe dua, halafu ndo hata pona saa hii, lakini mkirudi hiyo wakati mwingine sasa ndo nitajampatia dawa. Sawa.
Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rafiki yangu Aisha, mnielezee kilichotokea hapo ukafika kwa hiyo hali hiyo. Ni kweli, lakini kakaangu aliniwekea maji na asubuhi nilipotoka kuamka off time.